أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Kabla ya khutba yetu ya Ijumaa na Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, khutba ambayo tumeipa jina la ahamiyatu Masjid al-Aqsa, umuhimu wa Masjid al-Aqsa. Kabla ya khutba hiyo, naomba kwa sekunde kadhaa tusome suratul Fatiha, ambapo siku kama ya leo na muda kama huu tuliondokewa na mmoja ya wazungumzaji wa siku ya Quds. Tuliondokewa na mmoja ya makhatibu wa siku ya Quds, ambapo dada yetu mpendwa, dada Fatma Ali Mwiru, siku kama ya leo, ambapo yeye ni mmoja katika wazungumzaji wa siku ya Quds, alikuwa kitandani akipambana na sakaratul maut na hakuweza kutoa hutuba yake siku hiyo kwa sababu Qudsi ilimalizika na yeye akaiaga dunia. Kwa hivyo naomba kwa dakika chache kwanza tukumbuke msiba huo, lakini tusome suratul Fatiha kwa ajili yake. Lakini vile vile Fatiha hii thawabu zake ziwaendee mashuhada wote ambao wamekufa kwa miili yao lakini roho zao zikiwa ziko hai. Lakini tunashahidu hadhihi al-umma al-Imam al-Khamenei aliyemrithi al-Imam al-Khomeini al-Azim katika jambo hili la Qudsi, na akaweza kuiendeleza mpaka katika hatua yake ya mwisho. Naomba tusome surat al-Mubarak al-Fatiha qabla as-salawat. Bismillah. Naam, aya ambayo tumeisoma na ambayo ituongoze katika khutba yetu yenye unwani ya umuhimu wa Masjidul Aqsa. Aya hii ni ishara
ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amependa jambo la Falestini likumbukwe, amependa jambo la Masjidul Aqsa an tabqa hayyan fi adhanina, libakie tukio la Qudsi liko hai katika vichwa vyetu. Na kwa muntalaki huo ndicho kilichopelekea wali wa Mungu kipindi chake, mwana tasawuf fi asri, mwalimu wa irfan, marja kipindi chake, al-Imam al-Khumaini al-Azim, aitangaze siku ya Ijumaa ya mwisho iwe ni siku ya kulikumbuka jambo la Quds na kuikumbuka kadhia ya Palestina. Na wakati mwingine huwa nakaa najiuliza, la samaha Allah laula al-Khumaini al-Azim, lau si Khomeini na hii nadharia yake ya kwamba Qudsi ikumbukwe, izungumzwe, isemwe, la samaha Allah, lau si bwana mkubwa huyu, leo tusingekuwa kuna nchi inaitwa Palestina. Leo kusingekuwa na nchi inaitwa Palestina. Haya unayoyaona, sijui Gaza kuweza kupambana na Mazayuni, kubakia bado Palestina, uhai wa Hamas, uhai wa jihad na kubakia Palestina, ni kwa huu upeo na huu ufunuo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa bwana mkubwa huyu. Waila nyote mnatambua kwa mikataba na kwa maandishi ya Waarabu wanaojiita Waislamu, wameiuza Palestina kwa maandiko, kwa mikataba. Wanaoizunguka Palestina wote ni Waislamu, wanaoizunguka Palestina wote ni Waislamu. Saudia Waislamu, Jordan Waislamu, Misri Waislamu, Iraki Waislamu, Uturuki Waislamu. Lakini billahi alaik, Waislamu hao walioizunguka Palestina wamewasaidia nini wa Palestina? Hakuna jambo la kuuliza. Kama kipindi cha vita vilivyokuwa vikali na vizito, wanauawa watoto Gaza, majeruhi, Misri ya Kiislamu, Misri qiblatul Arab, Misri qibla cha Waarabu, Misri yenye Azhar, Misri nisemeje Misri, kimbilio la ilmu ya Waislamu. Wameshindwa kuwasaidia wa Palestina, wanakufa. Mpalestina anamwagika damu mpaka anakufa, Misri imefunga mpaka. Katika kitu cha kuuliza na kusikitisha, Misri mmoja aliyekuwa hai amekwenda baharini, watoto kila siku wanauawa Gaza. Amekwenda baharini akachukua chakula, akachukua maji, amechukua maji, juisi, vitumbua, alafu akasimama kwenye ufuko wa bahari akakaa.
akasema, Mungu wa Misri hatuwezi kwenda Gaza kuwasaidia, natuma vyakula Mungu vibebe kupitia bahari wapelekee wa Palestina. La samaha Allah, hawa ndio Waarabu. Na mara nyingi nasema, na maneno yangu haya ni maneno ya kiilmu, dhannu almaiyu ilmun. Mungu anaposema al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, haina maana ya al-a'rabu mabedui. La, al-a'rabu maddatu al-arab, ashaddu kufran wa nifaqa. Hivi tunavyowaona juu sivyo walivyo. Hawa ndio waliotia mikataba kwamba hawatoisaidia Falestini, hawatoisaidia Falestini. Mungu shaa Allah an yulhima hadha ar-rajul al-mutaalli, hadha al-ustadh al-irfani wat-tasawuf al-Khomeini al-azim. Mungu mwenyewe ametaka akamleta huyu mtu ili jambo libakie. Na ukiwa mukhlis, ukiwa mkweli, basi hata anayekuja baada yako ni mkweli. Akaondoka duniani radiyan mardiya, akiwa radhi kabisa, kazi yake ameikamilisha. Na mwenyewe siku yake ya mwisho rahmatullahi ta'ala alayhi anawaambia watu chumbani kwake, zimeni taa, uridu an astarih, zimeni taa, nataka nipumzike. Habari anazieleza binti yake Fatima Mustafawi, zimeni taa, uridu an astarih. Walipozima taa mpaka wanawasha, al-Khomeini al-azim amekushayaga dunia radiyan mardiya. Lau si Khomeini, leo kusingekuwa na Jerusalem, kusingekuwa na Gaza, kusingekuwa na Jericho. Khomeini na Qudsi, kwamba tutoke tuikumbuke Palestina. Na Mungu naye akapenda Wazaramu alipoondoka Khomeini, maneno mengi, nani atamrithi, nani atakuja, basi sijui ayatullahi fulani, ayatullahi fulani. Lakini baraza la maulama mujtahidun halikuona mwingine, likamuona ayatullahi fil alamin, naibul hujja fi asrih, al-imam al-Khamenei, shahidu hadhihi al-umma rahmatullahi ta'ala alayhi. إن كان الخميني سعى في التأسيس وفي التأصيل، فالخامنئي هو سبب بقاء الثورة ودوامها واستمرارها. Kama Khomeini ana fadhila kwamba yeye haya yote na kubakia Uislamu leo duniani yeye ndiyo sababu, basi Khamenei, shahidi wa huu umma, yeye ndiyo sababu ya huu umma kubakia na Uislamu kubakia. Na nimesema khutba yangu ya juzi ya mwisho, na naomba nirudie hili neno, na nikasema kwamba maneno haya nayasema siku nikifa, Wazaramu na Wanyamwezi wanikumbuke kwamba baba yao alitamka haya maneno. Nilisema maneno yafuatayo: la samaha Allah, isije katokea, isije katokea Irani ya Kiislamu ikashindwa, ikasambaratika, ikafutwa na mrithi wa al-Imam al-Khamenei Said Mujtaba, akaondolewa na watu wote wakaondolewa, na Jamhuri ya Kiislamu
inayotamka na kusema mimi naitanguliza mbele Qur'an, la samaha Allah. Lakini kama itaondoka, ni kama alivyosema Sheikh Mawinda, subirieni uhalali wa ushoga, kwa sababu nani atauzuia ushoga? Nani? Yupi? Wewe nani wa kuuzuia ushoga hapa duniani? Who are you? Who are you? Wa kusema ushoga ufai nani? Ushoga ni haki za binadamu. Kwa hiyo tusubirie ushoga. La samaha Allah. Jamhuri ya Kiislamu ikianguka na Uislamu itakuwa ndio umeshasambaratika, umekwisha, la samaha Allah, tutarajie kliniki zitakazojengwa kwenye miji yetu za kuwabadilisha vijana wa Kiislamu kuwa mashoga. Leo si wanakwenda Thailand? Leo watoto wa Kiarabu, wa Kipakistani, wa Kihindi wanatoka kwenye nchi zao wanakwenda Thailand kubadilisha maumbile yao kuwa wanawake. Hizi zitakuwa ni halali na zitajengwa ndani ya nchi. Lakini subirini maraisi mashoga, subirini mawaziri mashoga, subirini. Usagaji ni kitu cha kawaida katika dunia hii, kwa sababu anayeweza kusema haya ni haram ni Irani ya Kiislamu peke yake. Peke yake ndio anaweza kusema haya ni haram. Na katika vitu ambavyo vimewagharimu wa Irani, vimemgharimu al-Imamu al-Khamenei na akapoteza uhai wake, unajua ni nini? Kitu kikubwa kilichomgharimu Khamenei na mpaka kuuawa kwake ni kupambana haya machafu, kuyazuia kwa vijana wa Kiirani. Ni hilo tu. Wa ila ni dhambi ipi aliyoifanya Khamenei? Bi ayi dhanbin qutilat, kosa lipi? Ugaidi? Billahi alaikum, hebu anyanyuke mtu mmoja aniambie ni Shia gani aliyekuwa na tuhuma ya ugaidi? Khamenei si kiongozi wa Mashia kwanza na Waislamu wote? Hebu niambie ni kijana gani wa Kishia aliyevaa mabomu akaingia msikitini akaenda akawaua Waislamu wasiokuwa na hatia? Nani? Watu wa kwanza wanaopiga vita ugaidi ni Mashia. Haitaki salawatu hiyo. Watu nambari 1 wanaohubiri amani duniani ni Mashia. Watu nambari 1 wanaohubiri mshikamano ni Shia. Khamenei kilichomgharimu ni kitendo cha kupambana na hawa wanaotaka kuwaharibu vijana wetu, wawe mashoga, wawe wasagaji, wawe hawajitambui, hawajielewi. Ndicho kilichomgharimu al-Imam al-Khamenei. Wa illa bi ayi dhanbin qutilat, katika Qur'an. Kwa hivyo haya tubakie nayo, na ndiyo maana yanayoendelea Mashariki ya Kati, vita kati ya Iran na Marekani na Israel, malengwa si wa Irani. Na wale wanaotokea kwenye mitandao wakaeleza kwamba malengwa ni wa Irani, hawajatambua uhalisia wa mambo. Ni muhalliluna wa juu juu. Ni watu wanaohalili mambo na kuyasoma mambo juu juu. Wa Irani shu dakhalu bi Irani, yani shu pani shaha si ilikuwa ya wa Irani. Irani, shaha alipokuwa Irani kulikuwa na ugomvi. Wa Marekani walipokuwa wanaiba kila siku mafuta
ya Irani. Kwani kulikuwa na ugomvi? Si walikuwa Waarabu wote wanaubusu mkono wa Shah, wanabusu hivi, wanabusu mkono wa Shah. Si walikuwa marafiki wa Irani? Kwa hivyo masala sio masala ya Uirani, masala kuna manhaj islami, kuna system ya Kiislamu, system ambayo haitaki ushoga, system ambayo haitaki rushwa, system ambayo inataka watu wawe huru, system ambayo inataka kila watu wafaidike na rasilimali zao. System hiyo ni system ya Kiislamu. Hiyo ndiyo inayopigwa na Marekani na Israeli, ni hiyo. Kwa hiyo hakuna vita hapa vya ushia, mashia wanapigwa, la, ni manhaj ya Uislamu ndiyo yanayopigwa. Manhaji haya yamekushauawa Mashariki ya Kati, yote yameuawa. Mtu anaitwa Amirul Mu'minin alafu anavaa bukta. Amirul Mu'minin anaitwa Amirul Mu'minin alafu anavaa bukta. Anaitwa Amirul Mu'minin, anaogelea na mkewe amevaa nguo ya kuogelea. Amirul Mu'minin. Waarabu wamefikishwa hapo, manhaji ya dini yao yamefutwa. Ruhullah al-Musawi al-Khomeini al-Azim wal-Imam al-Khamenei, Khomeini akaanzisha siku hii, jambo la Masjidul Aqsa likumbukwe, jambo la Palestine lisisahauliwe. Hichi ndiyo kibla chenu cha kwanza. Mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotaka kukabidhiwa swala 5 hakukabidhiwa akiwa Makka. Na hapa Sheikh Mtulia lazima upangalie kwa makini sana. Kwa nini swala 5 tunazoswali mara 5 kwa siku au mara 3 kwa siku, kwa nini zisifaridhishwe, zisiletwe moja kwa moja Makka? Why? Kwa nini zisiletwe moja kwa moja Madina? Mtume akabebwa akachukuliwa baba usiku kwa usiku, huyo mpaka Palestina, Masjidul Aqsa, akapandishwa mbinguni, akarudi Palestina, akakabidhiwa swala 5. Kwa hiyo swala 5 mnazoswali Waislamu, muntalaquha al-Quds, zimetokea Palestina, zimetokea Masjidul Aqsa. Why? Limadha? Kwa nini? Mungu anataka atukumbushe kwamba Palestine na Aqsa ni chombo kinachotukusanya sisi Waislamu sote. Qadiyatu Palestine, jambo la Palestina ni jambo letu sisi sote. Jambo la Palestina sio jambo la Mashia. Na mwisho nimalize na maneno haya ya utundu, ni aita ya utundu. Yani kuna watu sijui ni waiteje kwa lugha ya kwa Kiarabu tunaweza kuita asudhaj. Sasa sijui Kiswahili Sheikh atatueteje. Lakini rajulun sadhij, upeo mdogo, haelewi, hatambui. Yani tunao watu wanapanda mimbar ni sudhaj, hawaelewi mambo. Waliambiwa Mashia wao ndio wanasaidia Mayahudi. Hao Mashia msiwe nao bwana, hawa ni Mayahudi, hawa na Mayahudi kitu kimoja. Yalisemwa hayo. Hivi leo kuna mtu anashaka kwamba Mayahudi wanapigwa? Kuna mtu alikuwa akisema, watu walikuwa wanasema Mashia hawa wako dhidi ya Palestina, msione hivyo kiwasaidia Palestina, wana malengo yao hawa. Irani hawa na Marekani wana malengo yao hawa, wako dhidi ya Uislamu. Leo imebainika
leo imekuwa wazi, leo haijifichi kwamba mashia hawabebi fikra ya madhhab. Mashia kwenye vichwa vyao hakuna ushia. Mashia kwenye vichwa vyao kuna kitu kinachoitwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Mashia kwenye vichwa vyao leo hakuna kitu kinachoitwa ushia, kuna kitu kinachoitwa Islam. Na huu mtazamo huu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kuutetea Uislamu ndiyo iliyowagharimu Irani mashia, wa Palestina ahlu sunna. Lakini nani mkono wa kuume wa Palestina? Nani leo anapigana kwa ajili ya Palestini? Nani leo anapambana kwa ajili ya Masjidul Aqsa? Nani anapambana kwa ajili ya mustakbal wa Uislamu? Al-Imamu al-Khamenei, Mungu amrehemu, anasema mimi nikifa sio tatizo, muhimu ni Islamu kubakia. Sasa leo anayetokea bado akawa kwenye kueleza anapata tabu, au Wairani mashia wana nia mbaya, ni rajulun sadhij. Anayetokea leo akawa ana wasiwasi kwamba je, mashia wanapigania Uislamu, wanampigania Mtume Muhammad, madhehebu kwao si chochote. Ambaye ana wasiwasi na hilo na ana shakashaka na hilo ni rajulun sadhij. Ana uelewa mdogo, mtazamo mdogo, usomi wake una matatizo. Usomi wake una matatizo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فقد فاز المتقون. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين مع الصلوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا محسن قد أتاك المحسن إلهي، تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل معك يا كريم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. يا ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. إله